Injili kama ilivyoandikwa na Luka sura ya 13 mstari wa 22 hata 27. Kitabu cha Luka sura ya 13 fungu la 22 hadi 27. Ndio. Naye alikuwa akipita katika miji na vijiji akifundisha katika safari yake kwenda Yerusalemu. Alikuwa anatembea kwenda Yerusalemu akifundisha katika miji na vijiji. Mtu mmoja akamuuliza, je, Bwana, watu wanaokolewa ni wachache? Swali likaulizwa, je, Bwana, hivi watu wanaokolewa ni wachache? Akawaambia. Yesu akatumia swali hilo akajibu umati mzima akawaambia, jitahidini kuingia katika mlango ulio mwembamba. Jitahidini kuingia katika mlango ulio mwembamba. Kwa maana nawaambia ya kwamba ndio wengi watataka kuingia wasiweze. Wengi watataka kuingia. Wapendwa, wengi watataka kuingia wasifanyaje? Wasiweze. Wakati mwenye nyumba atakaposimama na kufunga mlango. Yesu akalitambulisha kama mwenye nyumba atasimama na atafunga mlango. Nanyi mkaanza kusimama nje na kubisha mlango. Ndio. Mkisema, ndio, Bwana, ndio, tufungulie. Ndio. Yeye atajibu na kuambia, atasema, siwajui mtokako. Siwajui mtokako. 26. Ndipo mtakapoanza kusema. Sasa wataanza kusema, tulikula na kunywa mbele yako. Yani Yesu mwati, tulikuwa marafiki zako, nawe ulifundisha katika njia zetu. Ndio. Naye atasema, Yesu atasema, nawaambia, hakika nawaambia, siwajui mtokako. Siwajui mtokako. Ondokeni kwangu ninyi nyote mlio wafanyaji wa udhalimu. Japokuwa mlionekana ni marafiki zangu, lakini anasema saa itakuja atasema, tokeni ninyi mtendao nini? Dhambi na maovu. Neno hili likarudiwa tena Injili ya Mathayo sura ya 7:13 hadi 15. Injili ya Mathayo sura ya 7:13 hadi 15 imeandikwa, ndio, ingieni kwa kupitia mlango ulio mwembamba. Yesu anasema ingieni kupitia mlango ulio mwembamba, maana mlango ni mpana. Ndio. Na njia ni pana iendayo upotevuni. Ndio. Nao ni wengi waingiao kwa mlango huo. Wapendwa, njia pana inaenda wapi? Msomaji, njia pana inaenda wapi? Upotevuni. Kwa idadi ya wanaopita njia hiyo ni wengi. Sikieni wapendwa, Biblia inasema kuna njia, kuna barabara inaonekana inaenda, na ndio maana somo la leo nasema ni safari yenye matumaini. Ujue barabara unayotembea itakufikisha mwisho kituo salama. Amen. Wengi watataka kuingia wasifanyaje? Wasiweze. Halafu akasema kwenye Mathayo sura 7 ya kwamba barabara ni pana, imesonga, wanaoenda katika njia hiyo kwa idadi yao ni wengi. Endelea. 14. Bali mlango ni mwembamba, lakini kuna mlango mwingine ni mwembamba, na njia imesonga iendayo uzimani. Njia imesonga inaenda uzimani, nao walionao ni wachache. Kwa idadi yao ni nini? Ni wachache. Kwa idadi yao ni wachache. Wapendwa, sikieni, kuna njia mbili ambazo kila mtu ziko mbele yake. Kuna njia mbili. Kuna njia kwanza ni njia pana inaenda upotevuni. Yesu anasema wanaoenda kwa kupitia njia hiyo ni wengi, lakini akasema ya kwamba kuna njia nyembamba, njia imesonga inaelekea uzimani, wanaopita njia hiyo ni wachache. Kwenye Luka akasema jitahidini kuingia, maana wengi watataka wasifanyaje? Wasiweze. Nenda mstari wa 21 hadi 25. Kitabu cha Mathayo sura ya 7 mstari wa 21 hadi 25. Taishia 24. Sikia
kila mtu aniambiaye Bwana Bwana atakayeingia katika ufalme wa mbinguni. Japokuwa safiri wengi wanaenda mbinguni, lakini sio wote watakaofanikiwa, watakaoweza kuingia. Si kila anayetaja Bwana Bwana ataingia mbinguni, bali ni yeye afanyaye mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Yeye afanyaye mapenzi ya nani? Ya Baba yangu aliye mbinguni. Ndio. Wengi wataniambia siku ile, Bwana. Kauli karejewa tena, wangapi? Wengi. Wengi, wengi wapendwa, wengi watasema Bwana katika siku ya hukumu, hatukufanya unabii kwa jina lako. Sikiliza, hawa watu wanasema tulifanya unabii kwa jina lako. Ndio, na kwa jina lako kutoa pepo. Yaani hawa watu sio kwamba walijiita ni wa Kristo, walishiriki kazi za Kristo mpaka wakatoa na mapepo. Na kwa jina lako kufanya miujiza mingi. Tena kwa jina la Yesu walionekana wanafanya miujiza, kwa idadi yao walionekana ni wengi. Sikiza neno litasema jioni ya leo. Ndipo nitawaambia dhahiri, japokuwa mmetenda yote hayo, mmefanya unabii, mmetoa mapepo kwa jina langu, lakini saa inakuja, siku ya mwisho, wataambiwa dhahiri, ndio, sikuwajua ninyi kamwe. Siwajui ninyi kabisa. Ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu. Wakati wanatazamwa kuwa wanafanya ishara na maajabu, Biblia inasema ondokeni kwangu ninyi mfanyaji? Ninyi mtendao maovu. Ijapokuwa wengi watataka, hawataweza. Wengi watataka, hawataweza. Walionekana wanaimba ndani ya makanisa, wakaonekana wanafanya ishara na maajabu, wakaonekana wanaponya, wanatoa unabii katika jina la Yesu, lakini Yesu atawaambia ondokeni ninyi mtendao maovu, maana mimi sikuwatambua. Ndiyo maana tunatangaza, usidanganyike sana na dini ya ishara na miujiza. Usidanganyike sana na dini ambayo inawashwa ya kwamba njoo upokee muujiza, njoo utabarikiwa. Wewe, chanzo cha imani hakijengwi na miujiza, hakijengwi na ishara. Agano, mimi sikujiita agano, ila ni wazazi wangu na jamii yangu nilipokuwa walinipa jina gani? Agano. Nabii hajiiti. Yaani tafuta Biblia yote, hautakuta aliyewahi kujiita mimi ni nabii Isaya, hayupo. Mimi ni nabii Yeremia, hayupo. Ila kwa sababu ya maisha ya uchaji wao kwa Mungu, jamii waona ikasema kwa kweli hawa ni manabii. Leo imekuwa tofauti kabisa. Nakuta bango kubwa, prophet fulani, njoo pokea muujiza wako, na watu wanaambatana wengi, wanafuatana kweli kama swala katika hifadhi ya Saadani. Watafanya ishara, watafanya miujiza, watatoa na mapepo, lakini mbingu zikiwatazama zinawaona ni waovu. Sio kila mtu anitaye Bwana Bwana atakayeingia katika uzima wa milele, bali ni yeye atendaye mapenzi ya Baba wa mbinguni. Haleluya, amina.